Kurenang ne Kibet. Omwoiwo kurenang ne Kibet. Mat konyalil Kibet akot betut agenge. Mameche alechi muren cho chorib Kibet. Maichek chekwonye, ama ichek chemwete ngoroik. Ama ichek chekere lakwet kole nguya kanyalul atinye tungwek anan ne. Ameche orib Kibet. Kwanza inyendet Emily ak Belvin chomi kurgat chu. Koinye kosiitu mailo. Koinye ibiru simet ako ng'alal Kibet amu ilo. Ako yakesi boroindo inyo. Kotko mat kokas lakwana kole makomi kamet. Kotko manyo ishara Kibet konyalili mobara lagochu. Mobara kabisa mokanyame. Oribo lakwana kitupche akosi. Ako konyalil Kibet kokanyalil. Mookte Kibet kwa ropta. Mobache kwaget koek nebo let Kibet amu bache katugani. Kale chakate yu ak mong'alalwo. Ngomeche kotononso korikwak kokararanitu, orib Kibet. Kakoek kebuso lakwana. Ngoro kokakakui kotukwai ne. Mabisu kole chito makwai mama. Mabutchi lakwetab chepto. Makolechi lakwetab chepto. Orib Kibet koek neng'wong tugul. Mat kolage myakanu. Ngelchi nguriet neng'ung'et koboto nebo Kibet. Yelchi kweyot neng'ung'et koboto nebo Kibet. Koinye chito neloo iyokchi Kibet mukatiat sikwamda chaik ak iyoku nguriet. Ngot ko momwochi boisiekwak kolechi kameche ni komakoi kon amu manoe. Motimte Kibet. Kiaro chechang kale kaikateiwok simamutai alen kamang'okistab Kibet. Makiuse lakwa nemakotindoi sigik. Chi tugul nemondoi sigik oiwesh akorib. Kosi kokoi inegei mami kamet age nisike amu kan komut lakwet korik. Tebe kaa Kibet kuyo komi atyo hudumianchi kolomuktoi komi kaa. Makele sikele kalen kaamis ngap Kiplimo. Kole nebo Plimo kalen kaamis ngap ngoboise kwakit ole mnyano abai Kibet komi yu. Maos kokonda mamnyani tokomuchi korib lakwet. Memuchi irib lakwet o. Mat konakta Kibet ngoi. Kotko mutai kele kerakoti saburionik kokoi mori kokoni saburionik kwame mori. Anan kokute saburiet nakakichamusane chego konyebuti kwame krimit. Oye, arirena mokachame biik kyok. Ngomeche tasab akoi oribwo Kibet. Kurena ng'o buti Plimo, kurena ng'o Kibet. Yacham ikase kokuro. Achicha, makoko nebo Kibet akot betut agenge. Kurena Kibet mam. Ko lagokchun alak komi chekurena mate, komi chekurena mam. Kyayanchi kunotok kyale makoko neng'wong amu kitupche ak biikwok. Ko kamwoiwok lagochu. Memwochi boiyong'ung ilechi kakole Kibet isitakat. Kergei ak nong'ung'et. Sinyekebir kilupchi ocham Kibet akorib Kibet. Ngomeche kotononso korikwok akotebi oeku biik. Chito no neo tun koib nekimwechini tugul. Okochi cheyamatke tuguk chemokyingei Kibet chokere ole mokyingei. Kakere tribute kakisir ngoro ko kasire Kibet kengen ko ndakengen kora ko kasire kunoto. Mabalansan tienda lakini ngeai kunoto. Ale nebo tai chamakat ak tugul kanetab Jesu ale uchamune. Pole Jenny. My sister Pole. These things happens in an unknown way. Itarik sosom kebongoni kebwa family meeting Kitale yuto. It happened that kia excited ajing chepkondok chekibunu. I was hit by a motor vehicle. Ko ndamogi in tuguk cheyookse incognito ale ng'otomi nguno metobot ingen kosi mukoyookse kongen kole mi amune tuguk chebwone chekororon akobo family neng'wong'et. Pole ni sana, pole Kabelbas, pole biik tugul chebo Kitale, tuko pamoja, asanteni. Kokwet nekilen Kabongwa koin majakon pole nebunu koinyu family nenyonet nebo Kabasis ak kokwet ak kaniset nebo Kabongwa.
mutyo kai eng kiikoak ng'olyondoni ko ng'olyotab Mwenyezi Mungu kuya kemwa ng'yo alejini mutyo kai David lagok tugul mi biik chekwashe kobwa ng'yo kokatamche ale totonokse bichao kashe kobwa akot kwanda nenyunet Esther nebo Arap Limo bichao kobunu kokwetab Kobogwa pas koin kamoche akon pole kora nebunu Noah Limo katanyone inendet lakini maimuch lakini kongoi amu mi kwota nenyinet yuto koin mami kii nesirei mutyonet koin pole asante Saleni netai achame atangaza Jesu awechemgei tugul okikatkei chito kimili okikatkei kai oi kainaik chu kekure Philip arap kono nebo Kapkong'eluk amenye ekile Magi kemyek lakwet nebo kaita noto Ruth kimenye tuwai ye barabaret kityo ami masibori mi masitoror ami masta nebori ko kakibwa sikemwa mutyo kongekas kele kasirto lakwet kilakwani kimi kabrutini ko kicham konyone kabisa kokwet chonyone koinyo kabisa kakekas akobo lakwet Jehova neribe lakwana Jehova nekonu chito neribe lakwana mang'etu lakwana konyalili mi Jehova koboto inendet amu kale sirutik kale akwanda ichek chemotinye sigik ko Jehova neribe lakwana ngesom kityo Jehova sikobit kokonech kimnotet asikimuch keyai boisiet nemakwech Jehova keyai kotekemi ng'onyuni pole nekikuren amone kameto chame Jesu ngokaikai Jehova koiwech nemie poleni Bas Bwana Yesu asifiwe. So ngasom kaminginetab kei akatakwek tugul kainetab Jesu ale chamgei kokeny. So ngaib nafasi ni asikobit amwa pole nenyu ane binafsi konyu akainyo kabarab sukut chemi olimbo Nandi ak alak chemi Kimosonyu. Ameche alechi kabel bas poleni sana eng ng'olyondoni. Korom iman ako nebo iman akoi bate kemuite ako ngimakitiegei Jehova ko ng'alek cheu chu kibeti kamang'unet. Toretok Jehova amu akwek kora kou biikab kayanet. Ameche ale sotiegei Jehova asikobit koiwok nemie. Kiyokwo kora kanisetab AIC Kaptien kole kisoe ak lagokab Reverend Muigei Isaac kokamwa ichek pole maimuch kobwa amu mi ng'alek kora chekechopchingei chebo betutab mutai. Ameche alechok pole kotoretok Jehova eng betusiek cheu chu asikobit kokimitok ak koiwok nemie. Kwa haya machache poleni sana. Pase alina kotakine ndaibor na nebo nege sikobit akatale wamune. Alen kwa niaba nebo kaniseshek chebo DCC ne Pacherkwin wakibwa kora sikemwa keibu ng'olyotab mutyo konyo gai Belfast. Koyo konyor ng'olyotab mutyo mi biik choto kibwane tugul lakini kiyakwech kwa niaba so otach mutyo nenywa ngotorto kiptayat akono kimnotet sikosai kotugul obwat lagok ak obwat biik choto muy maboiboen mugulelwek mutyo gai. Asante. Pas kitinye Pastor Alice telel akile mutyo amng'eta us chebo kebeberita erwornyo Reverend kateutyenech ako sikonyo cherotik yu ko kirutochinech eng nero kiyok mosongole kakoyamech keib lakwani achek chok kiibu tilyanit kong'ete olimbo Chepkunyum ara isen len mutyo cherotik kikoim mugonjwet tam nyone katkan kora alechini maamin kiy ko lagok chongen chebo Cherutik ko kijanaecha matana chebi ara is mutyo ka Belfast kiketebi tugul kenyisiek chechang ko boiyotab kai
Mosong mwenyewe kujita nikipa biik kukemi mateket kemenye ketupcha Elvas OCPT kikekure ngulinyo OCPT makike kanet ake makingen akot kele yorta takekure OCPT koin mutyo kai Mosong mutyo kabisa ingetebi kunotok yekakoit poleni. Eta katong tugul nganetab chelale chamgei tugul. Chamgei urwone mama. Chamgei tugul. Matinye ngal chechang alena netai amoe mutyo ngaep abilibe Elvas akokwet msima awoi biik tugul. Tikianutik tugul checho chebunu ngonyek awoi mateket omwoe mutyo nebo konyu nga kamuige kamngetos. Alen mutyo noto mutyo tugul matinye ngal chechang mutyo kitupcho cheni tupchosyek tugul mutyo kabisa mutyo isekeshekab lakwani ak yakwanwakik mutyo matinye chechang. Chamgei tugul chamanikab Jehova chamgei ake netai mutyo kab Sandana mutyo kab Elvas mutyo Cherotich aboto kai ilu lakwa iwege mutyo biikyo mwoni machikiliji marare ule kule kokakobo ongemwechi eutab Jeiso sikobit kotoretech akoribech ngetinye inendet koribech ngemwechi inendet kongote ngorotikyik chekitumdagei akobo achek. Biikyo kokochi koroi kokochi kakwa kokikakinyagei ng'alekab corona ako kabakulito kotesetai nekwakas kele akile kobar lakwani nekelen corona covid. Mutyo biikyo onginyagei akotekechikilgei mi Jehova kobatech. Kikilele bere kakinyagei kotkerutkei kelele bere kikwo katokosungukoni katokomeche biikyo kongemwechi Jehova matinye chechang kobirok Jehova akwek tugul. Alen yetomo atestai akine achome akatak tugul eng kainetab Jeiso ale chamgei urwonep kosit. Ko amune abwoti ale makiarogeni akot kitigin amu kingen kele kikoterteret. Ngot kingen atebetab kosit ngeker live story kuno kameche kityo kemwochigei mutyo tatya ketebegei kole ole wako wewe bado ambalo uko hai. Tos une sobeng'ung, une life story neng'ung. Tos kisire ne? Kisire kele kiiboityo nebo Jehova, kiyayep, kiing'ok anan kiune. Kono kameche ale mama mutyo. Kameche alechi imamashekchuk tugul mutyo amu ng'wanini komelen koityo ak akwekei. Koityo tugul kibagenge nengele ngibwat akemwa kouyo konyigis kot mising. Komu saishek mameche keng'alal chechang. Angen mising atebetab kosi kosir amu kinyo kosi kotinye kotebe koinyu komisionari kamng'etin. Akikiboityotab Jehova nikingoit betut newendi kanisa masire sait somok amamanda. Mi biik cheribe sait tugul iman kotiech kanisa eng sait neyamatkei lakini kibongchot. Konotok ameche amwan ale ngokoru mangeorogensie koru eng Jeiso nekitinye kamang'unet ingen kele ng'olyo nekotil eng let ak Jehova nenyi ko neindochin ak kokimiti. Ngolechok mutyo biikcho anabo kapchemasuret kole ngibunu mama nebo Jeni ngobirok Jehova eng kainetab Jeiso. Akoi yoto kochang biik chetang'alaldos lakini ngele mutyo biik chebunu Nandi ngokaikak Jehova kotoretok biikab Kitale. Pole sana. Akobir William Koskei nebo Kapsabet Literature kaleji family nebo Kamosong pole, kale Reverend pole na familia yote, kale maimuch konyo, kale mi tuiyetab literature betutab ra okatanyone kale amwaita mutya nenyi. So asame MC ikona nafasi moja olugotebe gosi bado muko family. Bossman ndaka uje
na timu yako wote wakuje tafadhali, ili tukomboe wakati. Yabwa nebicho konya ke gurana Simon Raptui ngai nena ka okasake ke gurana Bosman ane kwa businessman kwa Chepterit ameta apcho nebicho konyil somok pikcha ko mengisha Brenda kwa mwisho wale watu walikuwa naishi na wale walikuwa naishi na Brenda, wale watu wa community ya Chepterit wa business katikati, Mama Kidio na watu wa Kamax, watu wa Kamax hapa mwisho, Kamax mwisho, business community wa Chepterit penye Brenda alikuwa naishi. Basi ametege mwamuti na inege kakibwau kwa sababu tunampenda Brenda, wamekuja kwa sababu ya roho safi kuja kumsindikiza Brenda kwa sababu alikuwa ni mtoto mzuri. Penye alikuwa anafanya kazi, alifanya kazi kwa unyenyekevu, ni mtoto mtulivu, hakukuwa na maneno mengi, maneno yake ilikuwa ni 2 na imetosha. Kwa hivyo tunapokuwa hapa nataka tu nimpatie mmoja wao mwakilishi penye Brenda alikuwa anafanya kazi, alikuwa naishi mtu mmoja. Nataka uchiame jina tu alafu mtu mmoja ataongea. Tumsifu Yesu Kristo. Hata mimi sina sauti takatifu tu pole. Tulikuwa tunaishi na kina Brenda. So venye nilisikia Brenda ametuacha nikagonjeka. Hata saa hii sisi poa. So pokeeni pole ya landlady wetu. Yeye hakuweza kufika lakini ametuambia tukuje tuseme pole. So Brenda alikuwa mtu mwema zaidi. Tulikuwa tunamtegemea kwa plot. Brenda alikuwa hapendi fitina. Brenda alikuwa anapenda watoto. Sijui hata watoto wakiuliza Brenda alienda wapi tutamjibu aje. Ni ngumu sana. Sijui tutaambia nini watoto. Brenda alikuwa ni mtu apende maneno mengi. Kwa maisha ya watu. You are not of my class. Maisha itakayopendeza Mungu. Mwili ambayo njaa ikishuka kwa tumbo inakuambia angalia. Ukiangalia kwa store hakuna mahindi, ukiangalia wapi hakuna hii, naambia wewe kwenda iba. Alafu ukule ndio mwili ipone. Hiyo ni uongo. Mwili Bwana asifiwe. Wewe unaiba. Ukisha kukula umeshiba unashikwa. Ile nyingine kwa chora nyungulia. Mwili. Bwana asifiwe. Sasa ile nilisikia chief akisema hapa ya kwamba defilement kwa vijana na nini. Asante kwa serikali kwa sababu kumbe hata vijana akifungwa jela msichana naye anafungwa. Wakati mwili ya kijana inawaka huko si ya msichana naye inawaka. Wote wanawakiana tamaa. Kwa nini kufunga mmoja? Funga yote. Mwili. Bwana asifiwe. Kwetu huko Chepkoyo walifunga kijana mmoja miaka 15. Sawa? Mwezi wa pili msichana na kwenda na olewa na mwingine.
Sasa hiyo ataenda fungwa tena. Si atafungwa vijana wote wamalizie gerezani. Mwili ikiongea burini, babala burini. Hata wewe mwenyewe kama haijakufa, kama haijakufa ndani ya Kristo, mwili ikiongea hautasimama. Bwana asifiwe. Ndiposa hebu soma Wagalatia 2:20. Porta ningo nyor penda ne sagita kuami. Ko nyor na kuai kuami. Ko nyor gisojo honda got. Ko nyor de penda honda got. Ko nyor suguma ona liki. Uri ni makinyi mwisho. Urto. Na ni lazima ikupe ndio ielewe ni nini iliyo mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kama mwili haujakufa kiroho, haujakufa alafu pale Kristo uishi ndani ya roho ya Jehova, bado utaongozwa tu na mwili. Lazima mwili kufe. Soma hiyo 2:20. Inasema basi aliye mchumbe Wagalatia 2:20. Wagalatia nilikuwa nasoma 2:20. Inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Wala si mimi tena. Lakini si mimi tena. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili. Ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Ambaye alinipenda akaitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ambaye yeye alinipenda akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nikitamije wakati nilikuwa bado niko porini. Mwili ilikuwa inaambia mimi nimefika saa 10. Nataka uamke saa 10. Kwa kabila karudia kama mwakenda. Karudia unsi. Ijam si kasi. Porta. Akata unore. Ora kotiet nyama migurot. Vionge. Niko maye. Utaye maye kini nagi mite isabe. Ina ile ma isabe. Imea. Yale jini kwa metie kage sana ne boy shi. Kimi ye be sa kumi. Ko mo to tai bi apa yo mu. Awo yen. Bang ko imeti kama yo. Ye shi. Kama chungolo. Porto. Kaya ni yonge kariyo kon. Awo be. Kariyo kon. Awo be. Kariyo kon. Awo be. Ai lanje. Iwe ni lidi je lo set ko no ni. Ki kwa ngi ta ne oro le ni ti ko. Mami gine. Kusunguka tu pombe peke yake. Tasaidia nini? Aksogo. Vijana. Ninyi ndio vijana wenye nguvu. Kwa nini kuiweka pombe mili kuharibu hekalu lake Bwana? Kwa nini kuvuta bangi kuharibu hekalu la Bwana? Kwa nini kuweka mdomo wako kupee kuharibu mwili ambalo ni hekalu lake Jehova? Peni kata katika jina la Yesu na ufae Kristo, uishi ndani ya Kristo, uwe chombo teule cha kutumiwa na Jehova. Ndiposa Bwana atakutendea mema nyakati zote na utazidi kuinuliwa. Hautakuwa mtumwa, lakini ukiwa bado unaongozwa na mwili, wewe bado ni mtumwa wa shetani na unatenda dhambi.
kwa sababu dhambi inakutawala na inatenda kazi katika mwili wako, na itaharibu mwili huo na utahukumiwa kwa sababu umeiharibu hekalu lake Jehova. Haleluya. Huko Bwana asifiwe. Enda Warumi 8. Warumi 8. Mstari wa 6 mpaka 11. Warumi 8. Mstari wa 6 mpaka 11. Mstari wa 6 mpaka 11 inasema hivi. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Sikia. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Ngoja kwanza, nia ya mwili ni nini? Mauti. Na nia ya roho ni uzima na amani. Ni uzima na amani. Kale mageta portoko keme. Lakini Kristo akiwa ametawala wewe, ameingia ndani, roho yake mtakatifu inakuongoza, ni uzima na amani. Bwana asifiwe. Amen. Hata mimi nilikuwa nimeelekea kabisa. Nilikuwa kando ya kaburi hivi. Ilikuwa nikusukuma tu. Na afuniko. Lakini Kristo aliponikuta ni jinsi Reverend wetu alisema sasa ile ya kwamba Yesu alikuta mama moja, alikuta mtoto ya mama moja ambaye ni hiyo ya kipekee. Anataka apelekwe wapi? Kaburini. Hata Musa alikuwa tayari kupelekwa kaburini. Lakini wakati Yesu aliponikuta, kaniambia wakati yako ya kuenda kaburini bado. Wewe toka. Amen. Mimi nikatoka. Amen. Nyote na kusomi. Amba kumia kioruni. Koleja wa Kristo mande. Ama munyomi yuhale na kirita. Koleja wa porta kataiwera kama yuhale kale. Anyato mwingeleja basa ituwe. Nikaletewa chana. Nikaletewa pusa. Nikaletewa ingine ile chicken ya. Beef. Kunywa. Mimi nikaambia Mungu, kama ulikuwa umeniokoa kabisa. Kabisa. Wacha hii kikombe itoke kwa meza peke yake na iingie kwa mdomo. Amen. Mimi nitakunywa, lakini mikono yangu imekataa. Yes. Sitashika. Bwana asifiwe. Amen. Na nikasema mara ya kwanza, nikasema mara ya pili, nikasema mara ya tatu. Jamaa moja rafiki yangu alinunulia mimi litatana, akasema hii mtu kusatuacha. Toka kwenda wewe. Mimi nikaambia Jehova asante, wacha nikimbie. Amen. Haleluya. Amen. Na nikafika mahali fulani, Kristo akasema njoo hapa. Nikaingia kwa Kristo. Sasa kile ambacho ninanena sio Musa ananena, Kristo aliye ndani yangu ndiye anayenena. Kwa sababu ninaishi ndani ya Kristo. Na kile ninachonena ni cha Baba wa mbinguni. Sineni tena ya dunia, ninanena ya Jehova. Sitendi tena mapenzi ya Shetani, natenda mapenzi ya mwana pekee, Yesu Kristo aliyemwaga damu yake msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Mimi ninaishi lakini nimekufa. Yes. Ninatembea na nimekufa. Kwa imeni wakaime tebinyo. Mstari wa 7 inasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Unasikia vizuri? Nia ya mwili ni uadui juu ya nani? Mungu. Kwa sababu kile kilichotenda dhambi wakati ule wa kwanza ilikuwa ni mwili. Biblia inasema mke wa Adamu akaona tunda na akaona akasema ni mzuri na inapendeza nini? Macho na ni tamu. Akasema wacha nionje. Si huyu amesema wacha nionje. Mwanadamu alipoonja basi wakafumbuliwa. Wakajiona ya kwamba wako uchi na hawakuwa wanajiona kila siku kwamba wako uchi. Endelea. Nasema kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ukiwa mwili yako bado inakuongoza na kuambia wewe
unaona hii mrembo ni mzuri kushinda ile iko ya kwako nyumbani. Hiyo ni mwili. Wewe nafikiri ukimwi ilikuja duniani kutoka wapi? Si ni mwili. Si ni mwili. Ngosishi. Kama mjui ya kwamba ukimwi ilikuja kwa sababu ya mwili, rudi nyuma kidogo ndugu yangu. Rudi katika Warumi 1 mstari wa 25 na 26. Rudi Warumi nyuma. Warumi 1. Rudi nyuma Warumi 1. Kama mkubali ya kwamba ukimwi ilitokana na mwili, we rudi soma hapo. Inasema hivi. Yes, 25 na 26. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakaisujudia kiumbe na kuiabudu badala ya muumba anayeimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Haleluya. Yaliyo haki ya ukimwi kaingia. Wewe unawaja bibi kwa nyumba, unasema yule kahaba yuko sokoni ni mzuri, wacha nipelekee yeye nyama akula. Na yako yuko nyumbani nakula na masaka. Mungu anasema kama wewe ulikataa, wacha muakiane tamaa sasa. Ukimwi kaingia katika dunia, watu wakakufa kama kitu kingine. Bwana asifiwe. Pori lazima mwili ifanye nini? Ikufe. Haleluya. Haleluya. Naona mmechoka. Wacha tuangalie ya mwisho. Tusome kitabu cha Wakorintho wa pili 5. Wakorintho wa pili 5. Anzia mstari wa 1 mpaka 6. Nataka nimalize 1 mpaka 6 inasema hivi. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii, nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, nalo chengo litokalo kwa Mungu. Tuko na chengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, nyumba isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu, iliyo ya milele mbinguni, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaukua tukitamani sana kufikwa kao letu litokalo mbinguni. Kwa nyumba hii tukiwa katika mwili yetu hii tunaukua. Sisi ambaye tumemjua Kristo tunaukua, ni tamanio la mioyo yetu tufikwe kao litokalo mbinguni kwa Baba. Ikiwa tukiisha kufikwa hatutaonekana tu uchi. Ikiisha kufikwa sisi kama tumefikwa hatutakuwa tu uchi. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaukua tukilemewa, si kwamba twataka kufuliwa, bali kufikwa. Twataka kufikwa ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimeswe na uzima. Ili kitu kile kipatikanacho na mauti, mwili ile inayoharibika, kimeswe na mwili wa uzima. Basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo, Mungu aliyetupa arabuni ya roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima ukufe ukitafuta kufikwa mwili iliyo safi ya kwenda kwa Baba, mwili ambayo inaweza kurithi ufalme wa mbinguni. Wakati Yesu alipotoka kaburini, wanafunzi wake wakataka kumshika. Yesu akaambia, msinishike, mahali niliko kwa wakati huu ni mahali pengine. Haipasi mwanadamu aliye na dhambi anikuse, kwa sababu nimevaa mwili wa mbinguni. Mwili wa mbinguni ni mwili inayorithi pamoja na Kristo. Nasi tulio katika Kristo, ambayo mwili yetu imekufa kwa dhambi na
mwili ambayo wakati wote ni ugonjwa. Bwana asifiwe. Mwili ambayo hata ukisema nataka kwenda kuomba leo, mwili inasema genitinda ya sasa nyabime. Isoe mimi na sio ile maombi ya siakaola bana. Sio hiyo. Haleluya. Akule jingalia ya chabo nyubi akiyendi bongosi babetune kebisane mwili uri kukono ta nalete shida mwili. Nataka nimalizie Wakorintho wa pili mstari wa 4. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 16 inasema nini? Mpaka 10 na angalia hapo chini. 18. Inasema kwa hiyo atulekei. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Ijapokuwa utu wetu wa nje ya mwili ya dunia hii inachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya. Utu wetu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Maana dhiki yetu nyepesi, siku yetu ya kidunia hii ya muda wa kitambo tu, ni ya muda tu ya kitambo, yatufanyia utukufu wa milele. Inatufanyia utukufu wa milele kutoka kwa Baba wetu wa mbinguni, usitio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana. Usiangalie mwili ya wanadamu ufikirie ya kwamba kuna fahari katika mwili. Mwili yote ni takataka mbele za Baba. Ni heri kukimbilia Yesu Kristo, ufae Kristo, ndipo uweze kuwa na mwili safi. Bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Amen. Mangiger chita kanari leno ye kasabchi kanari kabisa. Mgonjwa kitiono. Ndegere lalet ko gerje kelati magmuai. Bwana asifiwe. Ni shida. Ndipo Paulo akasema ninautesa huu mwili wangu ili niandae iweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Hatulegei kutangaza injili ya Kristo. Hata mili yetu ikiwa kwa njia gani, hatulegei. Kristo ndio tumaini katika maisha yetu. Kristo ndio Jehova aliyetuumbia nafsi iliyo hai. Praise God. Tuko wote? So, but your early life and family, Maureen atasoma education and career, purity, Christian life and personal traits and legacy. Abraham. Tributes from Dad, Amos utasoma. From Mom, Daisy Cherop. From brothers, Kiblimo Edwards. From San Fidel, Kibet. Chumba kuja. From nieces and aunts, from nieces and nephews, Chiri. Then from cousins, Oscar. Alafu ukienda utamalizia appreciation. Karibu Maureen. Eulogy of the late Brenda. Early life and family. Brenda Chepkosgei Kemboi was born on 20th March 1992 to Mr. Elphas Kemboi and Mrs. Jane Kemboi.
From the very beginning, she brought joy and warmth to her family. She grew up surrounded by love, and her bonds with her brothers, Edward Mosong, Amos Biwott, Owen Mosong, and Lee Mosong, was strong and unbreakable. She extended the same affection to her sisters-in-laws, Emily Mosong, Joyce Biwott, Ruth Mosong, and Belvin Mosong, treating them as true sisters. Brenda's love for family was evident in the way she cared for her nieces and nephews, Patra, Belvin, Alvin, Hope, Ayana, Ryan, and Randy, who always found in her not just an aunt, but a friend, mentor, and source of joy. Above all, she was a devoted mother to her son, Fidel Kibet, who was the light of her life and her greatest treasure. She also belonged to a wide and close-knit extended family. On her paternal side, she was a cherished niece to David Kemboy, the late Edwin Kemboy, Julius Kemboy, and Daniel Kemboy, and to her aunts Anne Barno, Beverly Kogo, Priska B, and Esther Rotich. On her maternal side, she was blessed with uncles, the late Caleb Mwige, the late Edwin, Japhet, and Job, and mothers, Ryle, Lydia, and Ruth. She was also a cousin to many, each of whom held her dear. Brenda's family was her pride and joy, and in return, she was deeply loved and cherished by all. Education. Brenda began her early education at Kaplomai Primary School before joining Toronok Academy. She went on to complete her KCPE at Ngonyek Primary School. For her secondary education, she proceeded to Tarat High School in Kakuma, where through resilience and determination, she successfully sat for her KCSE. Her commitment to personal growth did not stop there. In 2018, Brenda enrolled at Elesos Technical Training Institute, where her hard work and focus earned her a diploma in electric engineering. This achievement was a source of great pride to her and her family, and it reflected her determination to keep moving forward in life. Career. Brenda's professional journey was a true reflection of her hardworking and dedicated spirit. She began her career at Carmack's Car Wash, Hotel and Pool, where her diligence and commitment quickly set her apart. Through consistency, humility, and strong leadership, she rose to the position of supervisor, a role she carried out with pride and responsibility. In every task entrusted to her, Brenda demonstrated resilience, excellence, and integrity. She approached her work not only as a duty but as an opportunity to serve others and uplift those around her. Her colleagues admired her focus, while her family celebrated her determination and the respect she earned in her workplace. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya Kikristo, na tumeona vile wachungaji wamekuwa wengi, kumaanisha Brenda alikuwa ambassador. Brenda's life was firmly rooted in her Christian faith. She was first in Ajat in AIC Kablamai and later at Chubek Church Kablamai, where she attended Sunday school and built a foundation in the Word of God. Her devotion to Christ grew over the years, and she became an active youth leader, later serving faithfully as a national secretary. In this role, she helped to organize several youth camps at both district and national levels, touching the lives of many young people through her service. When she moved for work in Nandi, Brenda continued her work with Christ at AIC Tabungen Church and AIC Milimani Chepterit in Nandi, where she remained a faithful member.
In every church community she joined, she gave her time and kept wholeheartedly, leaving behind a legacy of service. Faith was not only in words but in action. It shaped her into a woman of love, kindness, humility, and service, whose life reflected her deep trust in God. Amen. Sifa za kibinafsi na urithi, personal traits and legacy. Brenda will be fondly remembered for her warm smile. Vile mnaona kwa the first page, look at that gentle smile that Brenda has. Her gentle spirit and the deep love she showed to her family and friends. She carried within her generous and compassionate heart, always ready to lend her hand over encouragement or share in the joys and struggles of those around her. Her kindness left an impression on everyone she met. She valued relationship, cherished family bonds, and extended grace to friends and even strangers. Wow. Though her hardly journey was brief, the legacy of her faith, strength, and love remains alive. Amen. Especially through her beloved son Fidel Kibet, her family, and the many lives she touched. Rest in peace, Brenda. Health and final days. In her final days, Brenda bravely faced health challenges. She was diagnosed with tuberculosis and placed on treatment while continuing with her daily duties. In early September, her condition worsened and she was admitted at the Kapsabet County Referral Hospital. Later, being admitted at St. John's Mission Hospital, Sirende, and later where she succumbed at Kalili Hospital, Kitale. Despite medical care, she developed complications including severe pneumonia, COVID-19, and drug-related liver injury. On the evening of Monday, 15 September 2025, at around 9:46 p.m., Brenda peacefully rested, leaving behind a legacy of faith, courage, and love. Tributes from Dad. Brenda, my daughter, you are a source of joy in my life. I watched you grow into strong, caring, and God-fearing woman. Though I had hoped to see you live long and fulfill all your dreams, I thank God for the time we shared. You will forever remain in my heart. Rest well, my daughter. From Mom, my dear Brenda, you are not only my daughter, but also my friend and companion. Your kindness, laughter, and respect brightened my days. It breaks my heart to say goodbye, but I take comfort knowing you are resting with the Lord. I will hold on your memories forever. To us, Brenda was more than a sis. She was a friend and a confidant. She encouraged us and supported us, and prayer for us. We love for our family was unmatched, and our smile will never fade from our hearts. We will always miss you, dear sis. From son Fidel Kibet, my mommy was my greatest gift. She loves me deeply, cared for me, and always made me feel safe. Though I am still young, I will always remember her love and prayer. I know she is
watching over me from heaven. From nieces and nephews, Auntie Brenda was a light of our lives. She loves us dearly, cares for us, and always made us feel special. We will miss her hugs, her smiles, and the way she encouraged us. Though she is no longer with us, her love will remain in our hearts forever. From cousins, Brenda was not only our cousin, but also a sister and friend. She had a caring heart and always treated us with love. We will miss her smile and the special bond we shared. Though she's gone too soon, her memory will live on in our hearts. Rest in peace, Brenda. Appreciation. We, the family of Elfas Kemboi, wishes to express our sincere gratitude to all who stood with us during this difficult time. Our heartfelt thanks goes to the families of Kamusong and Kapnetos, whose love and support have carried us through. We are deeply grateful to our friends, neighbors, church, and the community at large for your presence, generosity, and assistance throughout this period. Your contribution to the fund drive and your continuous support touch our hearts and remind us of the strength of our true fellowship. Special appreciation is extended to Kapsabet County Referral Hospital, Zerando Mission Hospital, and Galilee Hospital for the medical care and the attention given to Brenda during her illness. May the Lord richly bless you all. Praise God. Tutaiba namba nini mamba wenye imara. All cousins. Mamba wenye imara. So ready? Mamba wenye imara. Wakoni katikita. Maji hayo na damu yaliyotoka humu tulisafisha dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia. Sitimizi sheria nitapofanya bidii, nikilia na kutii, hayaishi makosa. Niwe wa kuokoa, sina cha mkononi, naja msalabani, nilitubu nifike, ni mnyonge nishike, nilimtafuna njaa, nioshe Praise God. Ken Tapiana Afro Defense Family. Because I'm cousin to take a seat, so on behalf of the family of Elfas Kemboi, the extended family of Philip Kemboi, Mosong, Rakobo, we thank God for the life He gave us, Kashan, our sister, Brenda Chikosgei Kemboi. We also like to appreciate the community of Kaplomai,
the support that they have given us through all these hard moments that we had. The time they have given us, the contribution to help us, we really appreciate. To the family from Secretariat, really shown the true support that you had, the love you had with our sister. We're really grateful for you coming and sharing with us this day. We also like to appreciate the church, UPEC, and all the AIC church for supporting us and helping this function to be successful. We wish to appreciate all the friends, neighbors, church, and community within us here for supporting us and helping us. To the entire team, the committee team that was leading the preparation of this occasion, we are really thankful for your effort that you've given us and for the restful days that you came and comforted with us. To everyone who came here, we are really thankful for your time and comfort that you've given to our families. We also like to appreciate the leadership of the chief area, and our MCA for guiding and helping us through the fundraising. We also like to thank the catering team for ensuring that we are all fed and everyone has eaten something to eat. We also appreciate the geography team for streaming this burial ceremony for our sister live. We all appreciate that. We are thankful for the service providers who have supported us in one way or the other. Asanteni sana, Mungu awabariki. On behalf of the family, we appreciate everyone for helping this occasion to be successful. Asanteni sana. I give it back to the church. Basi kuna tangazo tu moja nataka nitoe, alafu nitawa direct ni nani mtaona. Ngokomiji ne gotinga gine ni Jeff Koskei. Anangomichi ne tinga gine wa Jeff Koskei. Asame nyor boya David Kemboy. David utasimama. So ngokomiji ne labda boya Jeff Koskei. Onyoru boda na. Ngokomiji ne dog gine wa Jeff Koskei. Onyoru komoi pasta karibu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Sasa imefika wakati tunataka kushukuru kwa mambo yote, na tunashukuru Mungu pia kwa kushikilia hanga. Tunamwambia Bwana asante. Nataka tusimame kwa miguu yetu na nitaita familia wakuje hapa, tukiongozwa pia na wimbo ambao iko kwa hii ni program ya Kalenjin ambayo inasema ajobata ibagen. Nataka tusimame, mtu atuongoze kwa hiyo wimbo, nikiita familia wakuje hapa, na pia nataka kanisa pia wakue hapa, na kila mtu ambaye hapo na net pia usibaki huko, ili wote kujeni hapa ili kwamba tufanye hiyo shughuli yote, tukianza na maombi ya family. Alafu pia nitahitaji wachungaji wote tu, watumishi wa Mungu, mkuje tuwasunguke familia hii na kuwaachia maombi na kuwapatia maombi katika jina la Yesu. Nimesema wale wanajamii ambao wako na net pia mkuje, kanisa pia wakuje hapa, na kiwa wana net pia wakuje hapa, alafu baada ya hiyo shughuli yote iweze kuendelea. Hakuna mtu anaweza kuongoza hata sasa moja ya hiyo wimbo. Mati ominale amanu ailemu Yesu asubatini Yesu Kristo inone imabawa amane izo alasini
tusimame, ni wakati wa ibada ya maombi, na tungependa kila mtu asimame. Kama una miguu tu simama, na kama una ugonjwa basi tutakuruhusu tu. Bwana asifiwe. Kwa njia hiyo nataka Reverend Kikonyo kuja hapa ukabidhi familia hii mikononi mwa Mungu kwa maombi. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tumekusanyika hapa tangu asubuhi mpaka wakati huu, na tunasema asanti kwa sababu Roho Mtakatifu amekuwa msaidizi wetu. Baba, tunasema asanti kwa faraja kubwa ambayo umefariji jamii hii wakati huu mgumu wa kupeleka mwili wa msichana huyu wetu pale kurudi mavumbini. Baba, tunaomba usimame na familia. Asanti Mwenyezi Mungu kwa sababu utaendelea na kututendea mema. Simama na familia ya ndugu wetu Elpas na mama na watoto wao na jamii yote kwa jumla, tunawaweka mikononi mwako Baba. Hata wakati huu tunakabidhi usafiri wote katika mikono yako takatifu. Wale ambao wataondoka hapa kwenda sehemu za Nandi na sehemu zingine, Baba, tunawakabidhi kwa mikono yako. Asante kwa sababu utatutendea mema. Endelea kutufariji, endelea kusimama pamoja nasi Baba, utuongoze na utubariki kwa kila jambo. Tunaomba haya yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Baada ya hiyo, tunaona familia tukiwa hapo tu, nataka kanisa watuongoze kwa wimbo na watu ambao wako na nets. Wimbo ikiimbwa nets ulikwe, na baada ya hiyo tutateremka, tutaenda kaburini, na nimeambiwa sehemu hiyo ni padogo, kwa hivyo tutahitaji tu wachache ili tusisongamane huko. Hii ni kazi ya kawaida tu, hakuna kitu mbaya, ni ile tunafanyaga tu kila wakati, so hakuna haja tuwe wengi huko. Ni vizuri wa familia na kanisa, vijana wachache tu, alafu itakuwa vizuri. Wimbo na wakati wimbo inaendelea, let's Hallelujah,
la Mungu linasema, haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema mwenye haki upotea, wala hakuna atiaye hayo moyoni, na watu wataua huondolewa, wala hakuna afikirie ya kuwa mwenye haki ameondolewa, asipatikane na mabaya. Yeye huingia katika amani, wao ustarehe katika vitanda vyao, kila mtu aendaye katika unyofu wake. Na hivyo Brenda amekuwa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu wa ajabu. Kando na wewe hakuna Mungu mwingine. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka, na hata una mamlaka mfalme ya kupeana faraja, una mamlaka ya kuondoa kila hofu, una mamlaka ya kupeana uzima, una mamlaka ya kupeana amani. Ninatangaza ya kwamba tunapopeleka mwili wa mtakazi huyu mtumishi wako Brenda, kama vile umeamuru katika neno lako, Baba mfalme, mamlaka yako ikakalia ibada hii, familia, wazazi na kila mtu anayehusika. Naomba mamlaka yako mfalme, inayopeana nguvu, inayopeana amani, inayopeana matumaini, iwe sehemu ya ibada hii katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, tunakushukuru na tunasema asante. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Sasa nitahitaji wachungaji watakuwa mbele, alafu wanafuatwa na wazazi, alafu wanafuatwa na wale wanabeba hizo maua, alafu inafuatwa na jeneza, na kanisa pia wanabaki nyuma ya jeneza wakituongoza katika nyimbo tukienda kaburini. Ni wapi? Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna mtu afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana.
Basi kama tukiishi au tukifa, Biblia inasema tu mali ya Bwana. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye enzi, mfalme wa wafalme. Tazama Baba, tumeweka mwili wa dada wetu Brenda katika mchanga. Jehova Mungu anaongojea siku ya ufufuo. Asante kwa sababu hii kazi mfalme tunakabidhi mikononi mwako. Endelea kutenda mema kwa ajili ya jamii, endelea kutenda mema kwa kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Weka wimbo sasa. Angaro,
Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa hiyo kazi vile imefanyika. Tunampa Mungu utukufu. Kazi ambayo imebaki hapa sasa ni ya maua. Na wale wako na maua, nafikiri hiyo maua ya msalaba kanisa hiyo ni ya kanisa, na mchungaji ndio ataweka pewe hiyo aweke ya kanisa, alafu ifuatwe ya jamii ama maua tutajipanga hivi, msalaba kanisa wataweka, alafu familia wafuate, cousins wafuate. Asante. Mandugu wote, asante. In-laws, alafu kasi na aya tuweke sawa muta cousins aya the son atapanda aya ile nani aya mama mweke tu msaidie aya mshike aya wekelea hapa aya cousins na sons na watu wote ujeni wote cousins aya tupande sasa. Asante, tupande. Cousins. Oh, pole. Kila mtu ataka na maua. Kila mtu cousins, brothers, majirani, marafiki, makanisa. Tuweke, tupande. Haya, ikiwezekana, tutapenda sasa huku. Haya, tulete mbele, ana sisi. Haya, maisha sasa mbele hapa. Panda huku. Haya, tulete mbele hapa. Haya mama, wewe hapa mbele. Haleluya. Ningehitaji familia hapa tukamatishe na maombi ya mwisho. Hatuwezi toka hiyo. Haya in-laws. Wale familia karibu kuja tu hapa. Wazazi ambao wako karibu, familia. Tukuje tu karibu. Familia wenye tuko. Tukamatishe kwa maombi. Asante. Tunataka kushukuru. Imeisha. Lakini mambo mengine na mipango hiyo jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu liye hai, tunakushukuru na kuinua jina lako hata kwa sababu ya kutuongoza na kutubariki katika ibada maalum ya Brenda. Mungu tunasema asante. Tumefanya ibada hii kulingana na amri ya neno lako. Na Bwana wa majeshi, tunawalika ulinzi wa malaika yako ilinde kaburi hii kama vile neno lako limesema, mpaka siku ya ufufuo, siku Yesu utakaporudi mara ya pili, na kama vile Biblia inasema wafu wote watafufuka, alafu waweze kupata nafasi ya kukulaki Yesu Kristo hewani. Naomba mwili wa Brenda ilindwe katika jina la Yesu mpaka siku ya ufufuo, lakini najua imani na roho yake iko mikononi mwako. Hivyo Mungu tunabariki na tunasema asante. Hata kwa wanafamilia wote tunaendelea kuombea kwamba neema yako ambayo iko na nguvu, iko na matumaini, iwe sehemu ya maisha yao kwa kila jambo, kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushukuru na tunasema asante katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.
happy.